Mke wangu, una shida gani? Na shida gani? Hebu niangalie kwanza. Sijaumia. Mbona uko sawa tu? Kwani una tatizo gani? Niko sawa, si ndio? Mmenileta humu ndani ili uniue wewe na mama yako, si ndio? Kosa langu mimi ni lipi? Kosa langu kuolewa mimi na wewe? Na nilishakwambiaga naomba talaka yangu. Tatizo mama yako mchawi anataka kuniua. Unajua mimi nilipotokea wapi mpaka mnataka muniue? Mke wangu, mimi mama wangu ameshafariki muda mwenyewe unajua. Sasa hayo mambo yametokea wapi? Na kwa kipengele gani mpaka unasema kama mimi mama yangu ni mchawi? Kitu gani ambacho labda amekufanyia mpaka unamuita mama yangu mchawi? Lakini mke wangu, kwa kigezo gani, si ndio? Nilifumbia macho siku nyingi tu ili. Acha leo nikwambie. Usiogope. Binafsi nimevutiwa na wewe. Hakika mwanangu amefanya chaguo sahihi. Na wewe ndo mlisi wa hii nyumba. Naahidi nitakuwa na wewe leo mpaka mwisho. nikwambie kitu. Unajua katika maisha yote, yani ndoto ni kile kitu ambacho nakiwaza mchana wa kutwa. Ndicho ambacho kinakutokea labda kwenye usingizi. Imani yako wewe inakupa kwamba mamangu mimi mchawi, na ndio maana unaota hizo njozi. Ni njozi tu hizo. Mimi mamangu sio mchawi. Wala mamangu hakuwa na tabia yote ile mbaya. Isipokuwa mamangu mimi alikuwa ni mtu mwema na alimpenda kila mtu katika hii dunia. Hebu ngoja labda nikupe historia ya mama yangu, jinsi gani alivyokuwa anaishi. Hivi mama, unaweza ukaniambia labda kuna kitu gani kikubwa ambacho umemfanyia mama mdogo mpaka nafikia hatua na kuchukia kama hivi? Mimi sijawahi kumkosea chochote na wala sijawahi kumfanyia kitu chochote. Ila ni yeye katika nafsi yake ameamua kuwa na chuki binafsi na mimi. Kwa hiyo siwezi kumkatalia wala kumzuia. Kikubwa mimi namwachia Mwenyezi Mungu. Kiukweli, yani hii hali mimi inanipa wakati mgumu sana. Kiasi kwamba mimi kuna muda nakosa amani. Kwa sababu kwa nini kila akikutana na wewe anakutolea maneno? Akiniona mimi ananitukana kama sijui mdudu gani. Yaani kiasi kwamba yani nafikiria mpaka nakosa majibu. Kwa hiyo nikaona mimi nikuulize, kwani kuna kitu gani labda kibaya au labda kuna kitu ambacho labda uliwahi kuchukua kwake tumrejeshee ili mradi labda aweze kutusafia nia, maana yani sio jambo la kawaida. Unajua kwenye haya maisha dini yetu inaruhusu olewe wake hata wanne. Lakini katika hili jambo kubwa la ndoa na hasa mitala, si kila mwanamke anakubaliana nalo. Wanawake wengi wanajenga chuki hadi kukaribia kuuana kwa sababu ya ndoa ya kuolewa na mume mmoja. Hivyo chuki yake ilianzia hapo na haiwezi kutoka. Kikubwa tumuombee Mwenyezi Mungu aweze kukaa sawa. Lakini kingine nakushauri mwanangu, ishi katika misingi ya kuheshimu kila mmoja. Mheshimu mtoto, mheshimu mkubwa. Usiishi na chuki ndani ya nafsi yako. Unapokuwa msafi wa nafsi, hata Mwenyezi Mungu ni rahisi kukufungulia njia zako. Sawa mama, mimi nashukuru. Mimi nadhani unanijua. Mimi ni mtu mmoja ambaye na heshima yangu. Mimi nampenda kila mtu. Na ndio maana hata mdogo wangu Nadia mimi nampenda sana. Kama ambaye tumezaliwa tumbo moja. Na wala mimi siwezi kulipiza chuki, bali tu nakuwa ni najisikia vibaya. Yaani najisikia vibaya kuona kwamba wewe
unapitia wakati mgumu, muda mwingi unakaa unajinamia. Kwa mimi kila ninavyokuona huko hivyo, yani mimi ndo nakuwa nazidi kujisikia vibaya. Ila sawa. Shikamoo mama. Unikome mama nini? Mama yako mimi? Hivi mimi naweza nikaweka uchafu tumboni kama wakwako? Mtu mzima we, si tunalingana umri wewe? Mama yako mimi? Mshenzi mkubwa usiyejielewa wewe. Tena unikome kuniita mama, mwanzo na mwisho leo. Lakini mama. Lakini mama nini? Nimekwambiaje kuhusu hii familia? Mimi siwezi kudili na wauaji kama hawa, na uluma zako hizo ndo zitakazo kuponza. Mwangalie, tuondoke. Hivi mama, kwa nini ulimjibu vile kaka Kadika? Nadia mwanangu, we bado mdogo sana. Ukija kukua utajua kila kitu. Lakini mama, yule naye ni mtu. Halafu isitoshe, yule ni kaka yangu mimi. Kama ugomvi ni wako wewe na mama yake. Yule hausiki na chochote. Hey! Koma wewe. Mshenzi nini? Siwezi kushirikiana na familia ya kipumbavu kama hii. Unaweza kufikiria babako yuko wapi mpaka sasa hivi? Hivi we mtoto, unajua mambo mangapi yametukuta sisi? Hivi huwezi kufikiria? Bado ile familia unataka tuambatane nayo tu? Una akili kweli wewe? We bado mdogo sana. Utakuja kujua ukikua. Mshenzi wewe. Lakini mama, Ndugu yangu, yaani katika maisha kosa vitu vyote, lakini sio amani. Yaani ukikosa amani hakuna chochote kile ambacho utakifanya kwa ufanisi. Mimi sina amani. Yaani najikuta muda wote mimi akili yangu inadumaa tu. Yaani nashindwa yaani hata kuweza kufikiria kitu kizuri cha msingi cha kufanya katika maisha yangu, kwa jambo ambalo mimi linanitatiza kwenye moyo wangu. Sasa huna amani, kipi ambacho kinakufanya ukose amani, ukose furaha ya moyo? Kitu gani hicho ndugu yangu ambacho unanificha mimi? Laiti kama ingalikuwa nikizungumza tu itakuwa tayari limeondoka, limeweza nikasafisha moyo wangu, ningekuwa kila muda naongea. Lakini najikuta kwamba ni ngumu sasa kuweza kulikwepa. Ni ngumu sana. Ni kuhusiana na mama yangu, huyu mama yangu mdogo ambaye ni mama yangu wa kambo. Sijui mama ana shida gani kwa kweli. Anatuchukia sana mimi na mama yangu. Kadika, mimi nilitegemea kuwa umekosa pesa au labda kuna mwanamke umemchumbia amekataa, ndio unaumia moyo, unaumia akili, mawazo mengi. Kumbe mamako, mama ambaye hakupendi, hakujali wewe ndio unaumia kichwa au unaumia moyo kwa sababu yake. Kadika, mpende akupendae, asiyekupenda achana naye. Mego, mimi nahisi unaongea kitu ambacho hukijui. Unajua yule ni mama. Haijalishi kwamba hajanizaa, lakini ni mama yangu pia.
Hivi kirahisi rahisi nadhani mimi naanzaje kulipotezea hili? Pia kinachoniumiza sana akili kuona kwamba mama yangu pia anakosa amani, kwa sababu mama anatamani sana muunganiko mzuri kati yake yeye na mke mwenzake, lakini kwamba hichi kitu kinakosekana. Mama yangu anapata shida sana Gomez. Mama yangu mimi hana furaha, hana amani muda wote, alafu anampenda sana yule. Anatamani sana kuona siku moja wanakaa pamoja, anazungumza vizuri, lakini wapi. Mama yangu anaumiza kichwa, anategemea kwamba laiti kama ingalikuwa baba au mume wao yupo hai, labda huenda angewapatanisha, lakini wapi. Mimi nasikitika sana kuwa unaolitengeneza hulijui badali na kuaje. Kama baba yako ameshindwa kuwaweka sawa mama zako wote wawili, wewe nani uweze kuwafanya wawe na furaha wote wawili? Usipoteze muda, fanya kilichokuwa sahihi. Yule hakupendi, chana naye. Mama yako anakutegemea, unajua. Sasa unapoelekea na hisi unaenda vibaya. Mimi nitegemea unaweza ukanipa ushauri mzuri sana, lakini sawa, kwa kuwa mimi ni mwanaume, na mwanaume siku zote tumeambiwa kushinda na sio kushindwa. Mimi nadhani nitalipambania hili kadri ya uwezo wangu, na imani nitapata mwisho mzuri sana. Mzaa utumbua usaa. Mwanangu, umri unaenda, lakini pia na umauti upo karibu. Hivyo nilikuwa natamani nione umeniletea mkwe hapa nyumbani. Mbona umewaza pakubwa sana leo mamangu? Kwa nini umefikiria hilo? Nimefikiria kwa sababu tumeumbwa tuishi, lakini pia kuna kufa. Kwa umri niliofikia, wakati wote Mwenyezi Mungu anaweza akaniita. Sasa natamani kama Mwenyezi Mungu anasema sasa, Mama Kadika njoo, mimi nimekuacha na mkwe wangu. Ila cha kusisitiza, naomba utafute mwanamke mwenye maadili ya dini. Mimi nimekusikia na nimekuelewa vizuri sana, lakini sasa mama, muda mwingine sisi vijana sio kwamba labda hatufikirii kuoa, tunafikiria sana, hasa mimi. Lakini najikuta kwamba kila nikikaa nikitafakari kumpata mke, maana kuna mwanamke na mke. Sasa kumpata mke ni kazi sana. Yaani kila nikitembea nikiangalia mimi najikuta ni hakuna. Wanawake wote ndio hivyo hivyo, tafrani time. Mwisho wa siku nakuja kukuletea mkwe, alafu tena tunaanza kugombana. Mimi mamangu, mimi hicho kitu kwa kweli hapana bwana. Mwanamke au mke? Yaani kuna mke na mwanamke. Mke hapatikani barabarani. Nyie barabarani mnapishana na wanawake wengi, na mnaamini kwamba wale ndio wanawake wazuri kutokana na mavazi yao na vile ambavyo wamejipodoa. Lakini mke mwema anatoka kwanza kwenye familia yenye maadili mema. Ili umpate mwanamke mwema, ni lazima uanze kwanza kujua maadili ya familia unayokwenda kuoa. Ukishajua maadili ya familia, ni rahisi kumpata pia mwanamke mwenye maadili mema. Sawa, mimi nimekuelewa na nitalifanyia kazi hilo, lakini labda nikuulize, kwa hiyo mama, upo radhi mimi niwe alafu nikae na mke wangu huko ndani? Sasa unafikiri utakwenda kuishi wapi? Hapa ndo kwenu, hii nyumba kubwa. Hivi tunavyoishi mimi na wewe tu, unajisikiaje? Kwa hiyo huyu anatamani makelele, huyu kapita huko, kapita huko, huyu amekunya pale, umefanyaje? Ndio watoto sasa. Wajukuu wangekuwa wananipiga piga, huyu kaniboda jiwe, huyu kanifinya huko. Hivyo. Sawa, basi mimi nitajitahidi. Kikubwa niombee dua ili nipate mwanamke ambaye atakuja hapa na mtaelewana, kwa sababu wengine wanasema nyumba haikai nyumba.
lakini kwa jinsi ninavyokubali mamangu, mimi na imani mkweo atafurahia na ataenjoy maisha ya hapa. Na kikubwa yote kwa yote, tumtangulize Mwenyezi Mungu kwenye hilo jambo. Tutakapomtanguliza Mwenyezi Mungu, litakuwa na wepesi na kumpata yule ambaye anastahili. Tena hivi sina mtoto wa kike. Yeye ndo mtoto wangu wa kwanza wa kike. Yaani wewe unaweza ukamchukia sasa mkeo kwa mapenzi. Atakayapata kwangu. Sawa. Hodi. Hodi. Karibu. Mgeni huyo. Karibu. Asante. Habari yako? Salama, shikamoo. Marhaba. Vipi, mama yupo? Mama hayupo. Sawa. Ameelekea? Kwa maelezo yake ameenda Vikoba. Sawa, haina shida. Sasa mimi niko na mazungumzo na wewe. Unaweza tukaongea kidogo? Sawa, karibu twende. Ndani hapana. Labda tukaongelee pale. Kwa nini tusiongelee hapa? Basi kama hapa haina shida. Usalama upo lakini. Usalama upo. Sawa. Kaka, nakusikiliza. Ila uzima upo hapa nyumbani lakini. Uzima upo 100% kakaangu. Jambo jema. Vipi mama, umesema ameelekea wapi? Mama ameelekea Vikoba. Maana hii tunaendelea kukizungumza hapa ni kitu cha siri sana. Nilikuwa nahofia mama kutokufahamu. Naondoa shaka kabisa, mama hawezi akarudi sasa hivi, maana wameenda kuvunja. Sawa. Kilichonileta hapa Nadia ni kuhusu ndugu yangu. Ndugu yako yupi huyo? Kuhusu kaka yako Kadika. Kakaangu Kadika anaumwa au? Hapana, Kadika haumwi, ila Kadika sasa hivi mwenendo wake tofauti na ambavyo nimemzoea mimi. Kadika hana furaha. Kadika ile amani ya moyo hakuna sasa hivi, haeleweki. Simuelewe na shida gani, ndio maana nikaja kwako wewe mdogo wake, unaweza ukafahamu shida inayomsumbua yeye ni nini. Kiukweli sijui chochote kinachomsumbua, ila nahisi ni kutokuelewana tu baina yake yeye na mama yangu. Hiko ndo kinachomtesa. Sawa, umesema ugomvi wake na mama, vipi kuhusu wewe? Hapana, yule mimi ni kaka yangu na nampenda sana. Siwezi kumchukia kama anavyomchukia mama yangu. Ngoja nikushauri mdogo wangu Nadia. Kwenye maisha haupaswi kumkatia mtu tamaa, na hautakiwi kuvunjika moyo kwa mtu ambaye hujui kesho yake ikoje. Mimi nategemea kuwa wewe uwe bega kwa bega na kaka yako, kwa sababu yule ndio ndugu yako, yuko upande wa ubabani. Maana upande wa ubabani ndio upande wenye nguvu. Mama si ndugu yako, ila baba ndiye ndugu yako. Mimi niko naomba bega kwa bega na kaka yako. Huaga na msapoti mara nyingi tu, ila sitakagi kujionyesha, maana nikijionyesha itaniletea matatizo kwa mama. Sawa, nimekuelewa. Maneno yako nitayafanyia kazi. Sawa. Maana kwa jinsi ya mwenendo mnavyoenda nao nyinyi, nilikuwa nahisi wewe pia uko upande wa mama yako, kwa sababu sioni hali yoyote kuona uko sawa sawa na kaka yako. Maana kaka yako ana moyo mzuri sana. Kaka yako anatamani kuwa leo kesho mkae pamoja. Lakini nikahisi wewe pia uko pamoja na mama yako. Ila kwa sababu umesema uko pamoja na mama yako, basi onyesha ile hali ya kumjali kaka yako. Basi haina shida Nadia. Ngoja mimi nifike pale, baadaye tutaonana, tutazungumza vizuri, sawa? Sawa, karibu. Ila msalimie mama. Haya. Mimi nadhani majukumu yangu nishamaliza. Sasa imebaki upande wako tu kutekeleza majukumu yako. Basi ukifuata masharti uliopewa, mimi na imani utafanikiwa. Usijali kwa hilo. Nadhani mimi na wewe tumeshafanya vitu vingi sana.
nadhani unaniamini kwenye hili, sitafeli. Na hapa nadhani nitafata masharti vizuri, na halafu ninakuahidi tukifanikiwa nitakupa bonge moja la zawadi. Utafurahi. Sawa? Sawa sawa. Basi mimi nadhani mafanikio yanakuja mbele. Usijali kwa hilo. Sawa. Tuko pamoja. Safari njema. Haya. Vijana. Katika. Niambie uswa. Bwana vipi? Poa vipi? Umekaa? Kama kawaida. Nyama sio? Fresh. Kuona baba. Wapi unaona ile hai ni? Naelekea hapo kati hapo kwa mzee Simba. Okay. Ila bwana, ndugu yangu Kadika, siku ile tulizungumza vitu vingi sana na vikaniingia kichwani. Nikasema lazima nikifanyie kazi hiki kitu. Na nikaenda mpaka kwa nyumbani kwenu kwa mama yako wa kufikia. Nikakutana na dada yako, tukazungumza vitu vingi sana. Na nikagundua kuwa dada yako hana hatia yoyote, bali mama yako ndo anapandikiza chuki kwa dada yako. Lakini dada yako anakupenda sana, ana moyo sana na wewe Kadika. Mi nalijua hilo. Mi najua kabisa kwamba mdogo wangu yule hana ubaya na mimi au hana ubaya na sisi. Ni yule yule tu mama ndo ambaye anafanya muda mwingine mambo yanakuwa mazito na magumu. Umeona? Na ndio maana mimi nilikwambia siwezi nikamlipa mtu ubaya. Hata huyo mama mwenyewe mimi bado nampenda tu, na wala haitofikia siku eti mimi nije kumwekea chuki. Sio kweli. Kuna kitu nimejifunza kutoka kwako, ila nachokushauri Kadika, msimamie sana dada yako. Dada yako anahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwako, maana dunia imeharibika sana sasa hivi. Mimi nalijua hilo, na ndio maana hata mimi napenda sana ukaribu naye, kwa sababu mimi imani yangu inaniambia kwamba mimi na yule ndio chachu ya hawa wazee kuja kuelewana. Mimi nampenda sana mdogo wangu sana, yule ni mdogo wangu wa pekee. Tuko hawa tu. Kuna kitu kinanichanganya kidogo kuhusu wewe. Tangu baba yako afariki na mdogo wako amesimama kwenda shule, unatakiwa usimame kama baba yako, maana dunia sasa hivi imeisha. Inapoelekea dada yako atapata ujauzito na kila kitu kitaharibika. Bila kumsimamia utavuna mabua. Yaani hapo kuna neno kubwa sana umeongea. Yaani kwenye swala la shule mimi nalifikiria sana akilini mwangu, sababu mimi binafsi sijasoma, basi nategemea sana mdogo wangu asome. Lakini kila nikiangalia najikuta sina nguvu, sina uwezo wa kusema mimi nimuendeleze yule. Ila Mungu mkubwa, mimi na imani muda wote ndipo kama mimi nitakuwa sawa, mimi nitampambania mdogo wangu asome. Kadika, mimi wacha nikutoe hofu ndugu yangu, pambania kila kitu nilichokuambia. Mimi naelekea hapo kwa mzee Simba, maana kuna jambo tulizungumza alafu hatujafikia mwafaka. Baadaye tutaonana ndugu yangu. Bravo ndugu yangu. Basi haina shida, mimi ngoja nikuache maana nimekuchanganya kidogo. Naelekea hivi kati, tutasomana baadaye. Sawa bwana, haina shida. Mpira huo. Nadia, mi natoka, sitochelewa kurudi. Naomba nikirudi nikukute hapo hapo, nina mazungumzo na wewe. Sawa?
Kaka huyo, karibu. Mdogo wangu vipi? Safi. Yaani nahisi kama na bahati mbaya hivi. Nilijua labda nitakuta hapa mida ya kula. Kumbe ndio kwanza unaosha vyombo. Yaani umechelewa kidogo tu. Sawa bwana. Vipi mama yupo? Mama yako hata yupo, ametoka. Ameenda wapi? Nahisi atakuwa kaenda hapo nyumba za jirani, maana alikuja hapa kaingia akatoka. Sawa. Mimi nilikuja hapa nilikuwa na muongezi naye kidogo. Lakini kwa kuwa ametoka, basi nitakuja kuongea na muda mwingine. Kaka jamani, si umsubiri achelewe kurudi, sasa hivi anarudi. Hapana. Hata hivyo kuna sehemu nataka nipitie. Nahisi nikirudi kama nitafanikiwa kuja basi nitakuja kuongea naye. La kama sikufanikiwa basi muda mwingine nitakuja kuongea naye. Sawa. Lakini Nadia, kuna kitu mimi nataka nikuhusie. Unajua wewe ni mdogo wangu wa pekee. Alafu nakupenda sana kaka yako. Hebu nakuomba uwe unaweka muda hata siku moja wewe unakuja nyumbani hata kuniona. Kila nikikuona unakuja nyumbani mimi nakuwa nafarijika sana kaka yako. Kwa sababu na imani kwamba wewe una upendo na mimi. Sawa? Hicho ndio kitu cha pekee ambacho kinanipa mimi nguvu. Alafu pia kitu kingine, mimi na wewe tukishirikiana basi nahisi kila kitu kitaenda sawa. Kuhusu hilo kakangu hata usijali. Hizi siku 2-3 kazi tu ndo zimenibana. Sawa. Mimi nikwambie pole. Asante. Sawa, ngoja mimi nikuache. Tutaona muda mwingine, sawa? Haya, karibu tena. Za saizi. Kadika huyo, mbaba huyo, akijana wangu, mambo. Salama, vipi kwema? Kwema za kwako? Safi, nyumbani kwetu. Ndugu yangu. Vipi kwema lakini? Kwema kabisa. Basi mamangu mimi nimetoka nyumbani kule na nimekuulizia, nimeambiwa umetoka. Nilikuja hapa kumwangalia huyo, naona nimegonga sana hayupo. Lakini wala usiwe na wasiwasi. Basi wewe nikamwangalia. Usijali.
Usijali. Basi haya mama. Haya, karibu tena. Haya, nashukuru. Karibu na wewe. Haya. Ndio kuchunga gani kama unalala kwenye swala lazima. Eti. Mama. Sasa basi ukalale ndani. Mama. No. Sasa siwende ukalale ndani basi. Eti. Mama. 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 Mamangu alikuwa ni mtu mwema sana. Aliishi vizuri na kila mtu hapa duniani. Lakini mamangu alifanywa vitendo vibaya. Kwa ndio maana unakuta mamangu nafsi yake muda mwingine inakuwa inakuja kwa sababu alikufa katikati ya ibada. Kwa hiyo hii ni nafsi tu ambayo inakuja kama kututembelea na kutulinda sisi watoto wake. Lakini sio kwa ubaya wala nini. Na alikuwa anakupenda sana. Sasa mme wangu, kwa nini hukuniambia siku zote hizi? Naomba unisamehe mke wangu kwa kukuficha kwa muda mrefu. Lakini naomba uwe na amani. Mke wangu. Abe. Naomba kuanzia leo uwe na amani, uamini kabisa kwamba mamangu sio mbaya kwako. Unajua Mego, yaani leo nina bonge moja la furaha. Furaha tena? Yaani kiasi kwamba ni furaha hii sijui ni kuelezeje. Yaani sijui nianzie wapi. Wenyewe wanasema baada ya dhiki faraja. Na mimi ndio nimeliamini hili leo. Yaani ile sakata kati yangu mimi na mke wangu, yaani limeisha kabisa. Inawezekana vipi kila slice hivyo unapomfahamu mimi shemeji yangu? Yaani sasa hivi mke wangu ametulia, yaani amepoa kama maji kwenye mtungi. Ni ngumu kuweza kuamini. Unajua bwana, imefikia hatua ilibidi mimi nimeelezea mke wangu kila kitu ambacho kinaendelea katika hii familia. Yaani usiku kuna mambo yalitokea. Yale mambo bwana yalileta tafrani kubwa sana. Kwa hiyo nipasa mimi sasa nimuelezee mke wangu kila kitu ambacho kinaendelea katika familia. Na nashukuru alinisikiliza na akanielewa, kila kitu kimeenda vizuri. Hapo ngoja nikwambie kitu rafiki yangu. Unajua Kadika, ukweli umekaa mtu huru. Toka mwanzo nilikuwa nakwambia kuhusu mkeo. Mwambie ukweli. Sasa ungemwambia ukweli toka mwanzo, haya yote yangetokea. Angala fulani unaipata jioni kabisa. Mego Gome.